Tanzania yuko Kenya hapa. Hii ni kuonesha upendo alionao na runinga ya Citizen na wewe shabiki, ili kuhakikisha kwamba mnabadilishana mawazo mawili matatu. Miriam Migomba pia vile vile kutoka Dar es Salaam Tanzania, ambaye ni mtangazaji ambaye pia vile vile ni mtu ambaye anatoa ushauri na saa ni mtu ambaye anafunda kina mama, na yuko tayari pia naye kuweza kuchangia katika hii mada, ikiwa pamoja pia sisi tunamtakia afueni ya haraka Bi Msafwari ambaye anaendelea kuugua katika kaunti ile ya Mombasa, ili Mungu ampe afueni ya haraka ili tuungane naye katika gurudumu la kuelimisha kama alivyokuwa akielimisha hapa katika runinga Citizen. Lakini katika siku hii ya leo nataka tuangalie hili swala. Nataka nianze na wewe Dr. Mwaka, maanake wewe una wake zaidi ya mmoja. Una wake zaidi ya mmoja. Nataka tuweze kujua, je, hii falsafa ya kwamba mwanamume anaangalia urembo na muonekano ndio falsafa ambayo umeweza kuitumia kwa kuongeza mmoja, wa pili na watatu, ama sio falsafa hiyo? Nashukuru sana. Naam. Kiukweli falsafa niliyotumia ni hiyo hiyo, na nimekuwa nikitumia siku zote, kwa sababu ndiyo nature ya sisi wanaume tulivyo. Tunaangalia mvuto kwanza kwa mwanamke, uzuri wa sura yake, shepu yake, maumbile yake, halafu tunaangalia tabia na mengineyo. Sasa hata mimi ninapokuwa nachagua wake zangu, cha kwanza naangalia mvuto na muonekano. Nikimtazama nafsi yangu ipoe, nisikie raha, halafu mengine ndio yanafuatia kama ya ziada: malezi aliolelewa, tabia alizonazo, mienendo yake, je ni msikivu, akifundishwa ataelewa, na mengineyo. Lakini la msingi la kwanza, lazima anivutie ninapomtazama. Na kuna wale ambao wanaoji wanasema kwamba mtu yote ambaye ataangalia muonekano na urembo amepotea. Wewe unasemaje, daktari? Mimi ninachosema, ikiwa urembo peke yake ndio kigezo pekee, unaweza ukapata bahati ya kupata mrembo mwenye vitu vingine, au ukapata mkosi akawa na urembo tu wa sura na shepu akawa na mengine matatizo. Na hawa watu tunao. Kuna watu ambao wanaishi na majanga makubwa ndani ya nyumba zao, ila wanavumilia kwa sababu hata wakienda kwa rafiki zao na ndugu zao wanasema, lakini yule mke wako mzuri bwana. Lakini yule mke wako umemwachaje yule mzuri? Bwana, mke wako usimwache bwana, mzuri. Sasa hilo ndio linakuwa linawatesa watu. Kama mambo mengine hakutazama, anakuwa anaumia, anakufa na tai shingoni kwa sababu tu ule uzuri. Ila mimi naamini akiwa ni mzuri, mrembo, anavutia, halafu akawa na tabia njema, akawa mwenye kuelekezeka, wewe ni sawa na unaishi peponi bado unaishi duniani. Naam, kama nimlete Miriam togo swali moja. Kuna wale ambao wanasema kwamba tabia ndio zipewe kipaumbele kwa sababu urembo utakuja chuja. Yaani baada ya muda urembo utachuja. Unayemuona Miriam wa sasa hakuwa Miriam hivyo miaka 18, 19, 20. Hata kama atakuwa bado anawaka, lakini kule aliwaka zaidi. Kwa hiyo anasema kwamba tuangalieni tabia kwanza, urembo tusipe kipaumbele. Ilali wewe unasema tuangalie muonekano kwanza alafu tabia. Sasa hapa kidogo inakanganya. Kabla nimlete Miriam, unasemaje Dr. Mwaka? Mimi sasa, kama urembo unachuja, asiyekuwa mrembo haya akichuja na kwaje? Hebu tuchukue huyu mrembo sasa, unasema atachuja, sawa. Haya, huyu ambaye hakuwa mrembo, muda wake akichuja ukifika atakuwaje? Mimi nafikiri angalia mrembo anayekuvutia, halafu na tabia zinazofuata pia tazama, lakini hebu apendeze, avutie, uweze kufurahi kuwa naye. Sawa kitu Miriam, naja kwako moja kwa moja. Na kuna ndugu zangu hapa ambao wananielekeza hapa, ambao wanashika hizi kamera, wanapoteza muda wao kwa kubeba vyuma kwa sababu wanaamini kwamba wanawake wanapenda muonekano ule, kwa wameenda gym na alikadhalika. Ile hali tunasema nyinyi mnaangalia kipato ndio ambacho kinapewa kipaumbele. Hii falsafa ni ya ukweli kwako Miriam ama si ya ukweli? Kuna wanawake wanaangalia kipato na kuna wanawake hawaangalii kipato. Wanawake ambao hawaangalii kipato ni kama mwanamke anapokuja kwenye nyumba yako anakuambia, Rashidi, naomba kitanda tukiweke huku, naomba kabati tuliweke huku, naomba dressing table tuweke huku. Yaani ni kwamba leo mimi namtaka Rashidi wa Mariamu aweje. Rashidi, mimi nataka uwe na O. Lakini kabla hauna. Rashidi, mimi shati zako nyekundu, suruali zako blue start, nataka uvae hivi. Kuna wanawake wako hivyo. Na mpaka sasa hivi kuna mwanaume anajivunia, mimi nisingevaa hivi ni mke wangu. Lakini kuna wanawake ambao wao wanachokiangalia ni kipato. Lakini kipato hiki athari yake baadaye ni nini? Tuulizane. Kwa sababu mwanaume anaweza kushuka, anaweza kupanda. Lakini kwa sababu mimi niliingia kwa yule mwanaume kwa sababu ya kipato, kwa sababu sasa hivi naweza nikamsifia, mimi mume wangu mzuri, mume wangu mrefu, mume wangu mweupe, mume wangu, yani kumbe ni sifa ya ile pesa ambayo yule mwanaume. Pesa
pesa inapoondoka, mimi yule mwanamume naweza nikamuona kama adui ama kama askari wa motoni, na hata akipita kama, yani naliona limepita kama dudu tu, kwa sababu kile kipato kimetikisika. Kwa hiyo hii ni inaweza kuwa athari kwa wanawake ambao wanaoolewa na mwanaume ni kwa sababu ya kipato. Ila niongeze hapa Rashid, kwa wanaume ambao leo hii wanaoa kwa urembo, kwa uzuri, sawa, lakini wanawake tukiingia ndani tunajisahau pale tunapobahatika kupata watoto. Leo unamkuta mwanamke wao ili baada ya kuwa huku limehamia mbele, tumbo. Kuna mwanamke leo hii mpaka mwanaume mwenyewe leo kuna wanawake sisi wenyewe ndio tumevunja ndoa zetu. Mwanamume alikuwa kukutana na wewe ananukia, wewe ni mwanamke anasikia, kumbe mwanaume alipenda yale manukato yako. Umeingia ndani, yale manukato hakuna, unanuka kwapa, ambayo hii kwapa unajiuliza hii ni shombo ya nini? Kuna wanaume leo hii anampenda mke wake mwanamke, lakini ananuka kwapa na haitoshi. Kuna mwanamke leo hii ameingia ndani ya nyumba, kama alivyosema Dr. Mwaka, ameingia ndani ya nyumba kabla hajakutana na mumewe, anakutana na mumewe, anapiga mswaki, anapiga meno vizuri, akiongea kinywa kinanukia, lakini alipoingia ndani akilala na mwanaume hivi akipumua, mwanaume anauliza huyu mwanamke ananuka nini? Unajua hivyo hivi ni vitu vinaweza na urembo wako unao, lakini vikapunguza hatimaye mwanaume akakuona ni mwanamke wa kawaida. Tujitahidi sana, sababu ya mwanaume kukupenda urembo, sababu ya mwanaume kukupenda ule uzuri wako, basi angalau utunze muonekano. Mnakuta mwingine hata kucha, mimi ni mama mwenye umri wa miaka 50, lakini ukiniangalia niko nadhifu. Kuna mwanamke mwingine akiolewa, akishaingia ndani, hata utunzaji wa ngozi yake, yani mwanamume hamuelewa, akimshika ni kama mamba kafia kwenye maji. Kiukweli kuna baadhi ya wanawake wanatia aibu kabla, ama nasema before and after, yani ni tofauti kabisa. Mwanaume anafika mahali anamkinai. Mimi nimeamua kuzungumza ukweli kwa wanaume ambao mnao wanawake kwa urembo na kwa uzuri, lakini wanawake mnaoingia ndani, ule urembo wenu mnauacha, uzuri wenu mnauacha. Lakini naomba nikuongezea hapa kwa Dr. Mwaka aliposema kwamba leo hii tabia mtajuana huko, ni kweli, lakini kiukweli kabisa ingekuwa watu wanachunguzana kabla, nina imani mwanaume asingemwoa mwanamke mwenye shepu, asingemwoa mwanamke mwenye mguu, asingemwoa mwanamke mwenye lips nzuri, asingemwoa mwanamke mwenye macho, kwa sababu tabia ndiyo kila kitu. Ila tu kiukweli kabisa kuna wanaume wanastahimili tabia za wake zao. Nje ukitana, mshikaji wangu ana mwanamke ana bonge afiga, afu naambiwa kudadeki mwanamke ukimtizama mzuri, kumbe mle ndani mwanaume ana mateso ya hali ya juu, kwa sababu mwanamke anajiona yeye ni mzuri, atatakiwa na watu wengi, kumbe tu hatimaye utatumika kama chombo cha starehe. Sema kitu. Na ndio hapo nitakuleta Dr. Mwaka alivyozungumza Miriam, kwa sababu wakati mwingine unapokwenda unaposema unamsifia mtu, nimeona msichana mrembo, mashallah, umbe lake, mvuto wake na nini, tunakwambia kwamba wewe umpendi, ni matamanio tu uko nayo. Kwa sababu unapokuwa unapea kipaumbele muonekano wake, wengi wanakuambia ni matamanio, labda pengine ukija kuwa naye utakuwa tayari unamuona kama hana thamani yote. Je, wasemaje Dr. Mwaka? Mimi nafikiri iko hivi, matamanio yapo na mapenzi yapo. Mapenzi yanakuja wakati mkianza kutendeana mema. Yale mema ndio yanajenga mapenzi, na ndio maana utakuta hata wazee wetu siku za nyuma walikuwa wanaozeshana watu wasiofahamiana, wasiojuana. Baada ya kuishi na kuanza kutendeana mema, mapenzi yanakolea mpaka mmoja akifa mwingine anafuata. Lakini lazima turejee kusema kwamba haiwezekani kwamba warembo wote wana tabia mbaya. Narudia kusema, ikiwa urembo ni kigezo pekee, kweli unaweza ukapata mtihani. Lakini ukiangalia mrembo na mwenye tabia zenye kuelekezeka, na kweli akaelekezeka, unakuwa unaishi peponi angali bado upo duniani. Na ikiwa utaangalia urembo peke yake, tabia zikawa mbaya, utaishi motoni ndani ya nyumba yako, wakati nje wanadhani unaishi peponi. Usemaje urembo? Urembo ni nini Dr. Mwaka? Kwa mtu ambaye anakufuatilia ataka kujua kwamba kesho na mimi nitizame urembo. Yaani urembo ni nini? Okay. Urembo ni yale maumbile ambayo wewe nafsi yako inayapenda.
Kuna mtu anapenda mwanamke mwenye umbile fulani, mwingine anapenda mwenye umbile fulani, lakini generally tukisema mtu mrembo ni mtu ambaye sura yake inavutia wengi, maumbile yake yanavutia wengi. Ukimweka katika watu 10, hata kama kuna mmoja atasema huyu mimi simuoni kama anavutia, lakini angalau 8 9 watasema huyu anavutia. Huo ndo urembo. Sasa unaweza kuwa wa sura, unaweza kuwa wa shepu, lakini wanaume tungependa vyote viwili. Si rahisi kupata vyote sehemu moja. Umkute na sura nzuri, ana shepu nzuri, lakini basi angalau kimoja ukipate. Ukipata na ziada ya tabia na ikawa njema, maana yake umekuwa umepata na bonus hapo kwa hapo. Kwa hiyo narudia kusema, wanaume tunaangalia mvuto, na ndio maana hata ukienda kwa rafiki zako wanakuuliza yukoje bwana, mpenda mchumba, anafananaje, yukoje. Hawaulizi anafanya kazi gani, hawaulizi watasema tu anafananaje. Na wasichana wakipata wachumba wa kiume huwa wanaulizwa anafanya kazi gani. Yani mara nyingi iko hivyo. Sasa tukisema wanawake wanapenda kipato, hatumaanishi wanawake wanapenda pesa. Na hapa ndipo mara nyingi inakuwa tafsiri na kuwa ngumu. Wanawake wanapenda kuwa provided. Wanawake wanapenda wahudumiwe, whether ni kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango kidogo. Na hapa naomba niungane na Mariam. Na pengine nitakukatiza kidogo daktari, nikwambie kitu moja. Uoni kama unalolizungumza ndio limechangia mabinti wengi sasa hivi wanabadilisha maumbile yao? Yes. Ili wawe na muonekano. Kwa sababu kama kweli ndio falsafa ambayo inafanya kazi, uone kwa imechangia kwamba siku hizi madada zetu wengi wanavuka mipaka. Ndio. Ili mtu hawe na muonekano. Uone kwamba tunaelekea mahali ambapo sipo. No, na ndio wanaume pia wanavuka mipaka kuonesha magari wasiokuwa nayo. Kuonesha mali wanazomiliki wakati hawana kweli. Ni ukweli unabakia pale pale. Mwanamke anatamani kuona provision assurance kwa mwanaume. Ndio maana tuna post Range Rovers, tuna post V8 ambazo hatuna, kuoneshea kama tunazo. Na mwanamke naye anapenda aonekane vizuri. Ndio maana filters kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa ndo filters. Akipiga picha inabidi kwanza ukamtafute umuone live, uone hivi alivyo kwenye picha ndivyo alivyo kweli. Hawaoneshi vitu vingine, wanabadilisha yale maumbile yao na wao yaone. Lakini turudie pale pale kwamba hatuwezi kupambana na asili. Nature iko hivyo. Wanaume tunapenda wanawake wawe na mvuto. Kwa maana hiyo nini fundisho? Mwanamke ukiolewa, endelea kuutunza mvuto wako ndani ya nyumba yako. Mwanamume na wewe vile hali kadhalika, kwa sababu mwanamke anapenda kuwa provided. Ukishamuoa mwanamke, endelea kuprovide. Hata kama ni kidogo, hata kama ana uwezo, ana pesa, anafanya kazi nzuri, keep giving her. Endelea kutoa, kwa sababu inaendelea kuongeza chachu ya mahusiano yenu. Asikudanganye mwanamke kwamba hapendi kupewa, si kweli. Na asikudanganye mwanaume kwamba eti hataki mvuto, si kweli. Wanaume tunataka mvuto, tunapenda mwanamke anayevutia. Tukienda kwa rafiki zetu wasema bana mwanamke wa fulani mashallah, tunapenda hivyo. Na wanawake wanapenda akajisifia bana fulani kamfanyia hiki bana, anaweza kumfanyia hiki bana. Hivyo ndivyo ilivyo. Mwanaume tuchukue nafasi zetu, wanawake tuchukue nafasi zenu. Na bila shaka najua Miriam ataka kuweza kuchangia hii mada, tutaendeleza tena juma lijalo. Miriam, najua ataka kuweza kuchangia, ataka kuweza kuzungumza. Lakini naona kwamba muda umesonga, lakini tukirudi itakuwa tunapata nafasi Jumamosi ili naye Miriam apate nafasi ya kuzungumza, Dr. Mwaka apate kuzungumza, kwa sababu ni ukweli kwamba kuna watu wengi unapokuwa unawatambulisha kwa mchumba wako, anakuuliza juu ya msichana mwenyewe amesimama na kucha. Na kwamba amesimama na kucha, anakuuliza ni yuko juu ama yuko chini, kumaanisha kwamba lazima ajue. Anataka mtu ambaye binti ambaye ni kisu, binti ambaye ni mkali. Na pia vile ukiangalia kina dada nao wanaangalia mtu ambaye ana kipato, anafanya kazi, hajaajiriwa ama hajaajiriwa. Kwa nafikiri kwamba jambo la maana sana, na ni tamaduni ambayo anasema hatuwezi iepuka. Lakini anayeolewa asisite kuwa mrembo, asiache muonekano upotee, na anayeoa asisite kuhudumia familia yake, kipato kipatikane. Hivyo ndoa itadumu, vinginevyo kutakuwa na shida. Lakini juma lijalo tutaendeleza zaidi katika mada hii, nikiwa na Miriam wa Migomba na pia vile Dr. Mwaka katika mada hiyo, ili tuje kupata ukweli hasa ipi njia sawa. Lakini aliyetengeza simu na akaja na filter, yeye Mwenyezi Mungu amweke mahali pema.